Nilipata miaka kama 7 iliyopita. Hii karatasi imekuja yenyewe kutoka China kama ilivyo. Na ilikuwa na kitu halisi kabisa. Kinakuwa hapa. Ila mimi nilichokifanya sasa ni kubuni kitu kingine tofauti na kile naweka hapa. Unaona kwamba hii ni kinga lakini sio kinga. Kwa bahati mbaya sasa mzee umetapeli msikitini, makanisani kuna watu wengi. Hawa ni watu kule mitaani wapo. Unaona wanaingia huku wanarudi huku, tuko nao. Kwa sasa hali imekuja kutokea ndio hiyo kwamba ametutapeli. Hata mimi kwenye simu yangu hapa kile kidule kipo, hiki hapa si mnakiona bwana. Familia yangu mimi wamenunua karibia 6 kama sikosei. Mke wangu, watoto. Kwa hiyo sio chini 12,000 kwangu mimi na. Kwa kwanza kabla mjazungumza chochote bwana, hela zetu sisi zitarudi vipi? Kwa sababu unatuzia kitu sio sawa. Niko tayari kubeba hukumu yoyote, si na kusema ule ukweli. Wastani aliuza karibu karibia kama hivi kama pisi 100 na zaidi, shilingi 5,500. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Dickson Konya, mzaliwa wa Kigoma, mwenye umri wa miaka 52, amekamatwa katika kanisa Katoliki Kijenge jijini Arusha baada ya kudaiwa kuwatapeli waumini wa kanisa hilo kwa kuwauzia makaratasi, huku akisema ni kinga ya kuzuia mionzi ya simu, kompyuta na television. Swahili Media tumefika kanisani hapo na kuzungumza na waumini wa kanisa hilo pamoja na shehe wa msikiti wa karibu, na kueleza kwamba Konya amekuwa akiwauzia makaratasi hayo kwa shilingi 3,000 hadi 5,000. Kwa majina naitwa Mr. Castro Charles Kauki, ni muumini wa parokia ya Kijenge. Asubuhi ya leo tulikuwa kwenye ibada takatifu ya asubuhi. Basi katika ibada ya kumalizika kuna matangazo baada yanafuatilia. Baada ya matangazo, msoma matangazo alifuata na huyu ndugu ambaye kwa jina lake bado hajatuambia. Kaomba apewe nafasi ya kwa ajili kuelimisha watu katika kutumia matumizi mazuri ya mitandao. Na alianza kwa matumizi mabaya ambayo sisi kama waamini tunaweza tukatumia kaleta madhara makubwa. Kwanza akasema kulala na simu kwenye kitanda ni madhara makubwa. Kutumia simu muda mrefu inaleta madhara makubwa. Kukaa kwenye TV kwa muda mrefu inaleta madhara makubwa. Na hata akazungumzia kwamba pengineo hata shuleni, ameshatembea shule zingine kuangalia kuona kwamba ni namna gani katika mazingira yale ya shule wanafunzi wengine wanaficha simu sehemu zao za siri. Akadai kwamba nazo zinaleta madhara makubwa sana. Baada ya hapo akatuelezesha kwa ufupi. Baada ya misa kutoka, yeye akatoka nje, na kwa sababu watu walisikia ule mwito na yale maelezo yake na ile elimu yake, ni kweli ni mtu ambaye akizungumza kwa namna yote, hata kama namna gani. Tena akatumia maandiko matakatifu akasema watu wa Mungu wana nini? Wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa alipotoka hapa nje akaelezea, kama unaona kipeperushi vikishika sasa. Sasa hichi kipeperushi ndicho ambacho anatumia kama unavyokiona hichi hapa. Anasema kwamba ukiweka kwenye simu, ukiweka kwenye simu basi itazuia mionzi ya madhara ya simu. Baada ya hapo, tukiwa kama muumini, nikiwa na ndugu yangu mmoja tukaangalia, baada ya kibando tukaona kama ni faili tu ambalo limekatwa, tukaanza kuzuia waumini wengine wasiendelee kufanya nini? Kununua. Lakini baada ya hapo tukaona ni namna gani, mazingira gani ya kuweza kufanya ili tuweze kuokoa waamini wasiendelee kuangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Basi baada ya hapo tukamuita, tukamkelisha ofisini, tukaendelea na utaratibu. Baada ya hapo tukashirikiana na paroko kumuuliza, sababu paroko naye alikuwa ameenda kufanya ibada katika parokia nyingine. Alipokuja tukamshirikisha. Paroko akasema kwa kweli huyu ndugu alikuja akanieleza anataka kuelimisha watu juu ya matumizi mabaya ya simu. Nikamwambia leta tangazo, lakini tangazo hakulileta kwangu. Kwa hiyo kama mmempa nafasi, ametumia kinyume na utaratibu wa kiparokia. Basi paroko akaturuhusu akasema, nyinyi fanya njia yote, utaratibu wote, ili mjue kwamba hiyo biashara unayofanya kama ni halali au sio halali. Baada ya hapo tukarudi tukaanza kumhoji. Akaanza kuleta Kiswahili ambapo akaanza kusema unaweza kununua nguo, ukanunua, yani maelezo yake hayaendani na jinsi tulivyokuwa tunamhoji.
Sasa baada ya hapo tukafanya nini? Tukamuita hapo ndani. Tukamwambia sasa tueleze ukweli. Ni kweli amekiri ya kwamba hiki anachokitumia si halali. Si halali, na hata juzi siku ya Ijumaa hapo Kidingekati hapo aliuzia watu wengine tena vitu kama hivi. Na ameshatembea parokia Njiro, ameshatembea parokia Sombetini, ameshatembea parokia ya Kisongo na parokia nyingine alikuwa anataja. Kwa hiyo tukaona sasa ni afadhali sisi tuelimishe watu wetu wasiangamie, kwa sababu huu tapeli sasa kwa lugha anayotumia ni lugha ambayo inaweza ikamfanya kila mtu akaingia katika kununua vitu ambao ni feki.